Hakimiliki ni mali zisizoshikika zinazotokana na akili. Hakimiliki ni tasnia mtambuka ambayo inamgusa kila mtu katika maisha yake ya kila siku, katika nyanja zote za kijamii, kisiasa, kiutamaduni na kiuchumi. Masuala ya hakimiliki Zanzibar yana historia ya muda mrefu tangu mwaka 1962 kabla ya mapinduzi matukufu ya mwaka 1964 chini ya sheria ya Kiingereza ya mwaka 1956. Sheria ambayo ililetwa kwa amri ya sheria ya Kiingereza, yani Order in Council 1962. Sheria hiyo ilisimamiwa na wakoloni, haikutaja mambo ya msingi ya maslahi ya wasanii wa Zanzibar na kuwafanya kuwa watunzi wa burudani zaidi na sio kibiashara. Sema kusuza haki zetu wasanii. Kutokana na sheria hiyo ya kutozingatia maslahi ya wasanii wa Zanzibar, Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar kupitia Baraza la Wawakilishi Zanzibar ikatunga sheria namba 14 ya mwaka 2003 ambayo pamoja na mambo mengine ilianzisha ofisi maalum ya usimamizi wa wasanii na wabunifu kwa ajili ya kuzingatia haki na maslahi yao. Msajili wa hakimiliki yenye lengo ya kusimamia haki na maslahi ya wasanii wabunifu wa Zanzibar ili kuweza kunufaika na kazi zao kibiashara. Na hapa msimamizi na afisa mtendaji mkuu Bi Mtumwa Khatib Amir ameeleza namna inavyosimamia haki hizo. Kwa mujibu wa misingi ya hakimiliki, mtumiaji wa kazi za hakimiliki kibiashara kwa mujibu wa kanuni zetu za usimamizi wa matumizi ya kazi hizo kibiashara ni lazima apate ridhaa kutoka kwa mbunifu mwenyewe, ambapo kwa Zanzibar na Tanzania bara lakini na nchi nyingine za Afrika ni taasisi ya usimamizi wa pamoja wa hakimiliki kama hii ya kwetu ya Kosoza. Kwa hiyo wasanii wamekuja kusajili kazi yao, na kwa sababu usajili wa kazi za hakimiliki ni swala la hiari, kwa hiyo wamekuja kusajili kazi zao kwa maana ya kuipa ridhaa afisi ya msajili wa hakimiliki kusimamia kazi zao. Kwa hiyo ridhaa ambayo tumepewa sisi ndio tunasimamia kwa pamoja matumizi ya kazi za hakimiliki kibiashara. Kwa hiyo mtumiaji yote ni lazima apate leseni. Lakini leseni tunayompa ni leseni ya jumla ama tunaita blanket license, kwamba taasisi yote itaweza taasisi yote ya kibiashara inayotumia kazi za hakimiliki itaweza kutumia kazi za hakimiliki zote. Na kwa misingi hiyo hiyo ya kimataifa juu ya usimamizi wa hakimiliki katika msingi wa national treatment, msingi ambao unakutaka unavyosimamia kazi ya mbunifu ama msanii wa nchi yako usimamie kazi ya mbunifu ya msanii mwingine kwa nchi nyingine. Kwa hiyo tunasimamia kazi za wote. Kwa hiyo hata leseni yetu ambayo tunaitoa inaruhusu matumizi ya kazi zote. Kwa hiyo hata makusanyo yetu pia tunakusanya kwa kazi zote zilizotumika zikiwemo zile za ndani na nje ya Zanzibar. Kwa unakuta kwamba makusanyo ambayo tunayafanya yananyanyuliwa kwa kiasi kikubwa sana na kazi za wasanii wengine wa nje, ambapo wengi kati yao tumekubaliana ama wote tuliokubaliana nao katika ile makubaliano kusimamiana kazi tumekubaliana katika utaratibu wa katika mikataba yetu ile ya reciprocal agreement, tumekubaliana katika utaratibu wa kukusanya na kubakisha. Kwa hiyo kitendo cha kukusanya na kubakisha ndicho ambacho kinatupatia kiasi hiki tunachowagawia wasanii. Kwa hiyo tukienda ndani kuangalia zaidi nakuta kwamba wasanii wanafaidika zaidi pia pamoja na kazi zao, lakini na kazi za wengine wa nje kwa sababu hatupeleki nje. Mheshimiwa Omar Said Shaban ni waziri anayesimamia Wizara ya Biashara na Maendeleo ya Viwanda Zanzibar, amefahamisha kwamba Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar imeamua kuipeleka afisi ya hakimiliki katika Wizara ya Biashara na Maendeleo ya Viwanda ili kuiwezesha jamii kutambua kwamba sanaa ni biashara, sambamba na kuwawezesha wasanii kunufaika zaidi na kazi zao kuliko hapo awali. Tasnia ya hatimiliki kwa upande wa Zanzibar ina historia ndefu, lakini jambo la muhimu la kuzingatia ni serikali yetu ya awamu ya 8 ambapo imefanya maamuzi ya makusudi kuhakikisha kwamba wasanii na wabunifu katika nchi yetu wananufaika zaidi na kazi zao kuliko ilivyokuwa awali. Jamii yetu ya Kizanzibari mara nyingi imekuwa ikiona jambo hili au ikiona sanaa za wasanii wetu na wabunifu kama kitu cha burudani, na dhana hii imedumu kwa muda mrefu na ni wachache sana wanaoona umuhimu wake kama hili ni jambo la biashara, kuanzia wasanii wenyewe lakini pia watumiaji wa kazi hizi za wasanii. Sasa pamoja na kwamba tuna sheria yetu ya hatimiliki
na taasisi inayosimamia kwa maana ya KOSOZA, lakini serikali kwa makusudi imefanya maamuzi ya kuileta taasisi hii chini ya Wizara ya Biashara ili sasa mtazamo wa jambo hili ubadilike. Jamii na serikali tuitizame sanaa kama biashara, na mirabaha hii ambayo wasanii wanapata tuweze kuikusanya kwa wingi. Naye mkurugenzi wa biashara, viwanda na masoko kutoka Wizara ya Biashara Zanzibar ameeleza kuwa kuna baadhi ya wananchi wamekuwa wakitumia kazi za watu ambazo zimeshazalishwa kwa ajili ya kujipatia vipato vyao binafsi. Amewataka kuacha mara moja tabia hiyo, kwani kufanya hivyo ni kosa kisheria. Kuna eneo jingine ambalo ni muhimu sana kulizungumza, ni kwa wale wote ambao wanatumia kazi za watu kwenye kujipatia vipato vyao binafsi, kwa sababu tu ile kazi ambayo tayari imeshazalishwa na mtu mwingine ambao ametumia muda wake mrefu, ametumia akili yake kubwa, na sasa inakuwa sio vyema sana kuhakikisha kwamba watu wanazitumia kazi hizi kwa ajili ya kupatia vipato vyao binafsi dhidi ya wale wengine. Na kazi hizi tunafahamu zinatumika katika maeneo mbalimbali, maeneo ya vyuo vikuu, maeneo ya mashule mbalimbali, watu wananakili zile kazi, au kwenye hivi sehemu ndogo studio za kupiga muziki na sehemu nyingine mbalimbali. Sasa ni wito wangu kama ni mkurugenzi wa biashara ambaye anasema sana biashara, hili jambo waliache mara moja. Ni lazima wanapotaka kuhakikisha kwamba wanatumia nakala za watu, basi waonane na wale watu ambao wamezalisha hizo kazi, au afike sehemu husika ambayo watapata ushauri wa kisheria kuona namna gani sasa wanaweza kutumia kazi za watu ili manufaa ya kazi zile yawe katika pande zote mbili, yawe kwa upande wao binafsi, lakini vile vile yawe kwa yule ambaye amezalisha ile kazi. Wakizungumza kwa nyakati tofauti, baadhi ya wasanii wa sanaa mbalimbali wanaeleza baadhi ya mafanikio walioyapata tangu kuanzishwa kwa afisi ya hakimiliki hapa nchini. Ikiwa imetokea kwamba kuna watu wamehisi kwamba na hawa waandishi nao wanafanya juhudi, basi angalau kwa mwaka tuwape angalau cha kufutia majasho. Ni jambo zuri na jambo la busara, kwa sababu angalau mtu anajua kwamba hichi kitu changu kuna watu wamekithamini. Nadhani ofisi za KOSOZA zifike wakati muda huu watumie kuwaelimisha waandishi, kwa sababu waandishi wengi bado tuko nyuma, hatujui haki zetu. Tunaandika kwa kupenda tu, kwa sababu kile kipaji unacho na unacho cha kukiandika. Unaandika lakini hujui sheria yote ambayo inaweza kukulinda na vipi unaweza kunufaika na kazi ambayo unafanya. Kwa kweli nashukuru sana. Hii mirabaha sasa hivi imekuja kutukomboa sisi wasanii, kwa sababu hapo mwanzo ilikuwepo lakini kidogo ilikuwa iko chini sana, lakini kupitia hii kuanzia hiyo awamu ya 8 ya Dr. Hussein Ali Hassan Mwinyi imekuwa mikubwa. At least tukipata ile mirabaha tunajua kama wasanii tunachokipata tunatakiwa tufanye nini. Najikuta huwa ndio tegemeo la wasanii, na si tu tegemeo katika ulinzi wa hizo kazi, lakini pia kutokana na mazingira ya sanaa visiwani Zanzibar imekuwa tegemeo mpaka kwenye mirabaha ambayo inatolewa kwa kila mwaka. Inapofika kile kipindi ambacho wasanii wanasubiri hiyo mirabaha, yani imekuwa ni tegemeo kama vile mwezi mwandamo, watu wanaisubiri hiyo. So KOSOZA imejikuta ina dhima kubwa sana kwa wasanii, na kama serikali na wadau wengine wa sanaa ni vyema kukaa na kutathmini mara kwa mara jinsi gani utendaji wa ofisi hii hakimiliki Zanzibar unaweza ukaboreshwa na kwa bora zaidi. Pia tunapenda kuambia jamii, kwa sababu KOSOZA, yani jamii wapate kuelewa kwa KOSOZA hahusiani tu na wasanii peke yake, pamoja na jamii pia. Kwa hiyo tunapenda kuambia jamii ishirikiane na KOSOZA, iwapo ushirikiano mkubwa sana, yani KOSOZA. Ipo haja ya wasanii wachoraji nao wasaidiwe, na mimi nilikuwa ndio nimepeleka ile proposal kamili ya mjumuisho wa vifaa, na tukaambiwa wamepokea na watafanyia kazi, na inshallah for future tutaingia katika kategoria ya kupata mirabaha kwa mujibu wa kazi zetu zinazotumika, kama vile ambavyo zinatumika kazi za waimbaji na kazi za watu wa filamu. Kweli na mimi ni moja ya wahanga wakubwa ambao kazi zangu zimetumika huko nyuma na zilipita katika changamoto ya kufanywa solving na hawa wa KOSOZA. Tuwashukuru kwa hilo,
Hata kipindi nimeandaa stage mpaka kutoka ya Busara 2018 na 2019 ambayo haijawahi kufanyika huko nyuma, lakini for the first time ilifanyika kwenye muda huo. Tumepata usajili rasmi, tunatambulikana rasmi na pia tunapewa hati miliki. Kwa mfano mimi na nashidi yangu nimeitoa labda Baki Nyumbani ambayo wengi mnaijua. Nashidi hii ukienda kuangalia nina hati miliki kabisa, na waraka fulani wa kumiliki hii nashidi. Kwa mimi nimejulikana kiserikali, serikali imenisajili haswa kwamba mimi ndio nina haki na namiliki hii nashidi, na yoyote ambaye atakuwa ameitumia hii nashidi kinyume na utaratibu, basi atakuwa amechukuliwa hatua kali za kisheria dhidi yake. Kwa hiyo tumepata protection, tumepata ulinzi, tumepata ile hali ya kwamba serikali imetujali. Kwa hiyo tunashukuru sana na tunawaomba serikali yetu waendelee kufanya vizuri zaidi, waendelee kutafakari na Kosoza iendelee kuangalia njia zaidi za ukusanyaji. Kwa kweli mimi kama ni msanii mtunzi, basi naona ugumu wake wa kazi hii ya kutunga. Kwa sababu kama tuseme naweza tunga shairi la nyimbo mie ya fani ya tarabu, basi naweza kuchukua pengine wiki nzima shairi sijamaliza kulitunga. Kulipanga na naumiza akili yangu naumiza akili yangu vibaya sana kwa ajili ya kuliweka sawa lile shairi ili liweze kuvutia watu, liweze kupendeza, liweze kuimbika. Lakini utakuta sisi nimeshatengeneza, nishapata kazi kubwa kama hiyo, anakuja msanii na kikundi chake, anachukua nyimbo ile anaitumia bila idhini yangu mimi mwenyewe. Lazima tutambue haki zetu. Sisi wasanii lazima tuzielewe haki zetu. Haki zetu tujue, na hizi ndizo haki zetu. Za nchi yetu. Haki miliki tunza kazi zetu. Kosoza ndo. Sanaa, ubunifu ni kipaji na ufundi anaotumia mwanadamu ili kuwasilisha fikra ama mawazo yaliyomo ndani ya akili yake kwa lengo la kuielimisha jamii. Katika kuimarisha uchumi kwa serikali na wananchi kwa ujumla, sanaa imekuwa na mchango mkubwa kwa kuongeza kipato kwa serikali na wasanii wabunifu kupitia kazi zao za sanaa wanazozifanya, na kupunguza wimbi la vijana wasio na ajira kutokana na kazi za sanaa kuwa na biashara. Hivyo ipo haja kwa wananchi kuunga mkono shughuli mbalimbali za sanaa zinazofanywa na wasanii wa ndani ili kuunga mkono jitihada zinazofanywa na serikali ya awamu ya 8 chini ya Rais Dr. Hussein Ali Mwinyi yenye lengo la kukwamua wananchi wake kiuchumi. Wadau wote tushirikiane kupeleka mbele biashara ya haki miliki.